Mtani juzi tarehe 29, leo pia upo nyumbani wewe. Je, unadhani leo anaweza katoka kweli mtani? Huu ni muendelezo. Huu ni muendelezo. Wao wanasema muendelezo. Matokeo yalitokea kule na hapa atakuja kutokea hayo. Yaani hiyo isiwe. Kwa sababu ile ilikuwa ni finali, lazima mmoja afungwe na matu kafikia dakika 120. Lakini kwa sababu hii ni dakika 90, sio finali. Maana yake ndani ya dakika 90 atakufa, tutachukua pointi 3 muhimu. Yaani hakuna exchange aina yoyote kwamba yeye mchezaji anaweza kupona. Kwa namna moja sisi tuna wachezaji ambao wana viwango vya hali ya juu. Wao wachezaji wao ni tukasema kama labda baskeli, simuelewa. Baskeli nategemea tairi moja ya nyuma tu, simuelewa. Za mbele hamna kitu. Yaani maana yake breki zote zinategemea za umuhimu za nyuma. Za mbele ndio yatakutupa. Kwa hiyo Yanga mzima nategemea Pacome Zouzoua. Wakati huo ukiangalia Simba Sports kina Pacome wako wengi tena zaidi ya Pacome, simuelewa. Unapozungumza Amset Oura, unapozungumza Alibase Bwe, simuelewa. Unapozungumza Morris Abraham, Kati Steka Chama, unapozungumza Neo Maema, yani Neo Gift Maema. Unapozungumza ni viungo washambuliaji wa hatari. Kuna Ino Josephine Luemba, viungo washambuliaji hatari sana, simuelewa. Lakini kuja kuangalia kwao, utaangalia viungo washambuliaji ambao wenye wafadhali, ambao kwenye timu yetu anaweza kupata nafasi ya pili kwa Steve Baka. Ni mmoja tu ndio ambaye anaweza kusema labda Pacome Zouzoua anaweza kutoka Amset Oura ndo akaingia hesabu. Lakini ukiangalia kwa wachezaji wao ile first 11 ukiwaleta kwa Simba hakuna anapata namba, simuelewa. Yaani kwa namna moja au nyingine hakuna anapata namba. Na ndio maana tuna beki bora sana Mtanzania, kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15. Hussein Mbegu ana miaka 15, lakini kaangalia beki ya Yanga yote hakuna mwenye kiwango kama yule. Lakini Simba Sports anakaa benchi, anasubiria acheze kina kaka mkubwa, kuna Rishen Biroku, kuna Ismail Ture. Mabeki wa kimataifa, Ismail Ture hakuna Sembua, Rishen Biroku kashacheza mpaka Israeli huko. Unaelewa? Kwa hiyo nikwambia kwamba sisi tuna wachezaji, wao wana waimbaji, simuelewa. Sisi tuna wachezaji wa mpira, wao wana waimbaji, simuelewa. Hilo liko wazi kabisa. Wameleta mchezaji anaitwa Star Boy. Star Boy. Naomba nimsaidie. Amesema tuna nini? Tuna waimbaji. Wao wanaimbaji. Hao waimbaji ndio wanaongoza ligi. Hao waimbaji ndio wameshinda magoli mengi kuliko timu yoyote pale. Hao waimbaji ndio wameruhusu magoli matatu kuliko timu yoyote ile. Yaani wameruhusu magoli machache kuliko timu yoyote. Hao waimbaji. Sasa tuangalie kati ya timu yetu na timu yake, waimbaji wa kina nani, wachezaji wa kina nani? Eti waimbaji kina nani, wachezaji kina nani? Wale wamekaa pale juu ni kwa maamuzi mabovu ya marefari. Simuelewa. Mabovu ya marefari wetu. Kama sio maamuzi mabovu ya marefari wetu, maana yake wetu tunazungumza Simba Sports ndio iko juu. Hiyo nakupa kwa ushahidi. Tunapozungumza mechi ya tarehe 1 mwezi wa 3, Simba alikuwa ameshinda kwa mujibu wa masaa 72, kamati ya masaa 72. Goli halali kabisa na refa kafungua faini ameshinda miezi 6. Simeelewa? Hilo liko wazi, kuna sijua. Simeelewa? Haya, tunatoka hapo. Tunakuja kuzungumza mechi ya Azam na sisi. Ande Jarajiga anasema refa ambaye ana begi ya FIFA. Mimi na wasiwasi ana begi la FIFA. Ana begi la FIFA. Alichezesha mechi kati ya sisi na Azam FC ndani ya Chamazi Complex. Kilichotokea hakuna asiyeona, na ndio maana mpaka leo hii waamuzi wa dabi mmoja katoka Kenya ndio kutoka Zanzibar, leo anatoka Morocco. Tumeelewa? Maana yake marefa wetu hawatimishi sheria, hawatafsiri sheria 17 za mpira zinazohitajika. Tumeelewa? Lakini kama angefuata sheria 17 zinazohitajika za mpira, leo sisi watu tunazungumza hivi. Mimi nimezungumza mara 6 shehe. Nimefungwa kwa mazungumzo kwa maamuzi mabovu ya marefari. Lakini leo hii tumeshinda sisi goli moja kule New Amani Complex. Mfuate mshabiki wa Yanga Afrika na Mwanachaarabu yoyote ile. Afrika na Yanga Afrika na Mwanachaarabu. Mfuate mshabiki yoyote ile atakuambia tumefungwa kwa uhalali. Mwisho wa siku atasema lile pombe halifai. Simeelewa? Maana yake hajamlimika. Kitu alichokifanya Chama ni kitu kikubwa sana. Ambao wanafanya wachezaji wakubwa kina Messi Ozil na yule yakubwa Ulaya hapo. Kuna yule anaitwa Olise. Unamjua Olise? Hawezi kujua, ameelewa. Hao sasa kutoka huko na nini? Kwa hiyo nitakwambia kwamba kitu kimoja kwamba sisi Simba Sports kama Simba Sports tunaamini kwamba tuna uwezo wa kuchukua ubingwa kama watatafsiri sheria 17 nzuri za mpira. Sawa, tutegemee dakika 90 leo utaondoka na ushindi leo. Goli 2 na kuendelea. Goli 2 na kuendelea. 2+. Sisi wazee wa mikeka tunasema 2+. Sawa, nikushukuru sana. Asante sana. Bwana shetani wa Yanga inakuwaje? Naam.